Bwana Yesu asifiwe. Watu wa Mungu, tunamshukuru Mungu kwa neema yake, kwa namna jinsi ambavyo bado ameendelea kututetea na amekuwa akitutetea, ni kwa namna jinsi ambavyo tunasema ameonyesha upendo wake kwetu. Kwa nini tunasema Mungu anatutetea? Mungu anatutetea kwa maana tunaona ule upendo wake kwetu sisi. Na sema hivi, kwa huu mwezi Machi, toka tunaanza mwezi Machi, tumetoka sehemu moja tumekwenda sehemu nyingine, tumerudi salama. Huo wote ni upendo wa Mungu kwetu sisi. Lakini ukiangalia ni neema ya Mungu kwetu pia imekuwa kubwa zaidi sana. Kwa maana unaweza ukakaa ukasikia kuna wengine imetokea huku, imetokea huku, imetokea huku. Lakini kwa imani ambayo imetuunganisha pamoja sisi pamoja na Mungu wetu, tumeweza kuishi mpaka siku ya leo. Si kwa ujanja wala si kwa akili zetu, bali ni kwa neema yake Mungu wetu. Wapendwa, binafsi namshukuru Mungu sana kwa ajili yenu. Namshukuru Mungu sana kwa ajili ya kanisa la leo la Tanzania. Namshukuru Mungu sana kwa ajili ya watumishi wake ambao wamewasambaza maeneo mbalimbali kwa ajili ya kupata ujumbe wa neno lake takatifu. Napenda kuchukua hii nafasi hii kwa leo na kukumbusha pia kwa neno la uzima ambalo Roho Mtakatifu amenisukuma zaidi kuisema kwenu kwa siku hii ya leo. Kwa nini ninasema Roho Mtakatifu kanisukuma? Ni ujumbe ambao unaweza kukujenga kwa namna moja na nyingine. Utakujenga wewe pamoja na familia yako, utakujenga wewe pamoja na marafiki zako, majirani zako. Kwa hiyo kitu ambacho tunachokihitaji zaidi hapa sana ni kufungua mioyo yetu, kama nilivyosema kipindi kile kilichopita, kwamba tumruhusu Roho Mtakatifu aingie ndani yetu ili tuweze kupata kile ambacho tunahitaji kukipata kutoka kwa Mungu. Ukiwa na Roho Mtakatifu ila kuwa unapata, maana yake tunamruhusu Mungu moja kwa moja kusema pamoja nasi. Bwana Yesu apewe sifa sana. Na shukuru kwa nafasi hii na kwa jambo hili. Tunaenda makanisani siku zote, lakini kuna wengine tunatoka tunaenda kanisani tukisema tunaenda kuchukua uponyaji, tunaenda kupokea uponyaji. Hapana, haijakaa vizuri sana. Nenda kanisani kwa sababu kwanza Mungu amekwambia uende kanisani. Sababu ya pili, unaenda kanisani kuhakikisha kwamba unaenda kukutana na kile Mungu anachotaka ukakutane nacho siku hiyo. Unaenda kukutana na ujumbe ambao Mungu anataka ukakutane nao siku hiyo. Kwa ni jambo jema na neema sana kushiriki ibada. Tushiriki ibada pasipo kukata tamaa. Tusiache kuchangamana sisi kwa sisi, tusiache kukaa pamoja kama Wakristo kwa ajili ya kujenga mwili wa Kristo. Nataka nikwambie mpendwa, ina nguvu zaidi sana na uwe inatuvusha zaidi kama tutakaa pamoja na kusikiliza ujumbe wa Mungu kutoka kwa watumishi wake mbalimbali ambao amewaweka. Ni vema zaidi sana ukajisimamia wewe kama wewe. Narudia hii concept. Mungu si wa public. Mungu si wa watu wengi. Mungu ni wa binafsi. Mungu anaposema huwa anasema na mtu mmoja tu ndani ya roho yake. Mungu aseme katika kundi la watu. Mungu anasema katika kundi la watu kwa mahitaji tofauti tofauti ya watu. Achukulie kama kundi, anachukulia kama mtu mmoja na mtu mmoja na mtu mmoja. Anaingiza kila anachotaka kwa yule, kila anachotaka kwa huyu, kila anachotaka kwa huyu, kila anachotaka kwa yule. Kwa hiyo unaweza kukuta mko kundi, lakini Mungu ameingiza vitu tofauti tofauti kwa watu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kwa siku zote usitegemee shani yako, usitegemee ndugu yako katika kumtafuta Bwana. Mtafute Bwana wewe binafsi. Itakusaidia zaidi kukua wewe binafsi, kufikia ile level ambayo Mungu anataka. Usichukulie kwamba ni rahisi zaidi sana kukua katika kundi. Kukua katika kundi ni muhimu zaidi sana, kwa sababu Mungu anahitaji mtu, anahitaji watu. Anahitaji mtu mmoja, anahitaji mtu mmoja, anahitaji mtu mmoja. Watu wakiwa tofauti tofauti, afu akaachilia karama tofauti tofauti, akaachilia maagizo tofauti tofauti, hao watu wanaweza wakajenga kitu kikubwa zaidi chenye nguvu zaidi sana. Kwa hiyo tunasema hao watu wakikaa pamoja ni hatari zaidi. Ili shetani anaweza kapigika sawa sawa, kwa sababu kila kona atakapokwenda huko atakutana na chumbe ambao Mungu ameachilia kwa fulani. Akienda huko atakutana na nguvu ambao Mungu ameachilia kwa fulani. Akija huko atakutana na nguvu
ambayo Mungu ameachilia kwangu. Kwa shetani atapigwa pande zote. Akiingia kwenye ng'ambo kwenye levo anapigwa, akiingia huko anapigwa, akienda huko anapigwa, akienda huko anapigwa, mahali popote anapigwa, kwa sababu Bwana ameachilia vitu tofauti tofauti kwa watu wake. Kwa mtafute Mungu kama wewe binafsi. Nenda kanisani kama wewe binafsi. Usiende wala usizoeshe kwenda kanisani kwa sababu ya misukumo ya watu. Nenda kanisani kwa sababu Mungu ameachilia misukumo yake ndani yako. Mungu ameachilia neno lake ndani yako, limekupa msukumo. Roho Mtakatifu amekwambia sasa, kwa sasa ni muda fulani unatakiwa uwe sehemu fulani. Hebu tii sauti ya Roho Mtakatifu. Msikilize Mungu zaidi sana kuliko kumsikiliza mtu yoyote. Ndugu yangu, simama kama wewe, ni bora zaidi sana. Itakufanya kuwa na nguvu na Mungu kama wewe. Hata ukisimama peke yako, just feel, utafeel nguvu za Mungu, utazihisi nguvu za Mungu. Lakini ukizoea kusimama katika makundi ya watu, utafeel nguvu ya Mungu katika kundi. Lakini unaweza usiwe na nguvu ya Mungu, akawa naona mwingine ule upako ukahamia kwako kwa muda fulani tu, yule mzee akitoka upako huo na wewe unakuacha. Ukikutana nao unakutana na huo upako ni wa kushare. Akiondoka yule aliyemiliki huo upako, wewe unabaki kama ulivyo. Mtafute Mungu kama wewe, ili Mungu aachilie upako na nguvu juu yako. Haleluya watu wa Mungu. Haleluya watu wa Mungu. Hebu tusome kitabu cha Wakolosai sura ya 2. Biblia inasema kwamba angalieni mtu asiwafanye mateka kwa elimu yake ya bure na madanganyo matupu, kwa jinsi ya mapokeo ya wanadamu, kwa jinsi ya mafundisho ya awali ya ulimwengu, wala si kwa jinsi ya Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Hebu angalia leo dunia tunaelekea wapi? Angalia kila mahali unapokutana na watumishi wa Mungu. Angalia makanisa mengine jinsi yalivyo. Ukiangalia kwa namna nyingine, kama ndani yako Mungu yupo na Mungu amekaa ndani yako, utajua tu that is not servant of God. Huyu si mtumishi wa Mungu, na huyu ni mtumishi wa Mungu, kwa sababu Roho Mtakatifu huwa anatujulisha kuna jambo lolote ambalo anaficha. Kwa hiyo ni vyema kama sisi watu wa Mungu, hebu tuangalie zaidi sana. Tusibebe na mafundisho ya ajabu ajabu. Tusibebe na mafundisho ambayo yanatupeleka kwenye upotevu. Tusibebe na mafundisho ambayo yanatuongezea utegemezi zaidi kwa watu kuliko Mungu. Tusibebe na mafundisho ambayo yana base zaidi sana sisi kukutana na Mungu. Yaani kuna wakati tumfika mahali, yani ili uweze kukutana na Mungu, mtu anakuambia lazima utoe sadaka. Never. Hakuna mafundisho ya namna hiyo. Mungu wetu hana shida kiasi hicho kwamba ili kukutana naye basi lazima utoe sadaka. Hapana. Mungu anahitaji kukutana naye kwa namna yoyote pale ambapo atakuwa ameachilia nafasi yake ya wewe kukutana naye. Anapokuwa na neno lake, Mungu anatafuta mazingira ambayo mnaweza mkakutana, lakini sio mazingira ambayo yanakuwa yameambatana na vigezo na masharti kama haya. Watu wengine wamekata tamaa kwenda makanisani. Wengine wamefika mahali wanasema kwenda makanisani tunaogopa, kwa sababu tukienda makanisani tutaambiwa sadaka, tutoe sadaka kwanza ili tuweze kusikilizwa shida zetu. Nataka nikwambie pendwa mtu wa Mungu, ukisimama kama wewe mtu, mahali popote unafika, mahali popote utaabudu, Mungu atakupeleka mahali popote utaabudu. Mungu akihitaji kukutana nawe atakupeleka mahali popote, si kwa mashauri ya watu na wala si kwa mifumo ya watu. Nilikaa kwa muda fulani na kwa siku fulani, kuna mtu alinifuata akaniambia, mtumishi, nina changamoto kubwa sana, lakini ninatafuta mtumishi ambaye anaweza kanisaidia zaidi sana hii changamoto yangu. Nilikaa chini nikatafakari kwa muda wa dakika 2-3. Nikamwambia kitu kimoja, ukiondoka hapa ukaenda kwa huyo mtumishi, hauendi kukutana na Mungu, ila unaenda kuchukua matatizo yako na kumpelekea huyo mtumishi. That is not true. Hebu ondoka hapa unaenda kukutana na Mungu. Ondoka hapa kwa ajili ya kwenda kumwinua Mungu. Ondoka hapa kwa ajili ya kwenda kumsifu Mungu. Ondoka hapa unaenda kwa mtu kukutana naye. Si unakutana na mtu unaenda kukutana na Mungu. Matatizo yako yasikufanye ukakutana na Mungu. Kutana na Mungu kwa nyakati zote. Wakati zenye laana, wakati zenye shida. Tafute Mungu nyakati zote. Wakati una amani, wakati una amani. Wewe mtafute Mungu. Ukimtafuta Mungu wakati wa matatizo yako tu, that is not clear. Hiyo haijakaa sawa. Bado unakuwa unakepu. Mungu anachua moyo wako na Mungu ataachilia kwa kadri jinsi anachokiona ndani ya moyo wako.
Biblia inasema kwamba Mungu hadhihakiwi, chochote unachopanda ndio hicho Mungu anachokiachia njia yako. Kwa hiyo wewe ukiwa mtu wa kumtafuta Mungu wakati wa changamoto zako unapofuka, kwa umesikia mafundisho ya watu fulani, umeona watu wakiombea wanapona, wewe shida yako ni uponyaji tu, unaenda kupokea uponyaji huko, Mungu anakuponya, halafu kutoka pale unamwacha Mungu hapo hapo. That is not clear. Hiyo ni hatari zaidi sana kwa maisha yako, ni hatari zaidi sana kwa maisha hata wale wanaokuzunguka. Inahitaji kukutana na Mungu, kwa sababu Mungu ametaka ukutana na wewe. Wewe unahitaji kukutana na Bwana, kumweleza hoja zako, shida zako. Sio lazima kwenda kwa mtumishi, sio lazima kwenda mahali fulani. Jitengeneze wewe binafsi kama wewe, jitengeneze namna ya kumjua Mungu kama wewe. Ukihitaji kukutana na Mungu na kukutana naye. Ukisema nakwenda kanisani kumwabudu Mungu wangu, naenda kukutana na Mungu amecheshe, unaenda kukutana na matendo makuu ya Mungu kwa kanisani. Utakutana na jina la Bwana kwa kanisani. Utaona mambo ya ajabu yanatendeka huko kanisani, kwa sababu umetoka hapa kwenda kukutana na Mungu. Umetoka hapa kwenda kumuinua Mungu. Umetoka hapa kwenda kumsifu Mungu. Rafiki yangu, usibebwe na mafundisho mapotofu. Usibebwe na mafundisho ya masharti chungu mzima. Pima masharti wanayokupa. Ingia kwenye neno, kwenye katiba yetu. Katiba yetu ndio Biblia itatuongoza kwa namna jinsi tunavyotaka. Katiba yetu inasema nini? Kwa makini fikiria. Tunabeza leo. Kuna vitu vingi sana tunapoteza kondoo wa Mungu kwa sababu tumebeza kwenye msingi wa sadaka. Tunaenda kuhubiri Injili ili tupate sadaka. Tunaenda kuhubiri Injili kama ni kazi. Hapana. Naenda kuhubiri Injili mahali popote pale, kazi jinsi Mungu anavyokuambia. Mungu ndiye ambaye atakulipa, kwa maana yeye ndiye aliyekutuma yeye mwenyewe. Hebu sikiliza sana, usikamue watu wa Mungu. Usiwakamue kwa namna moja. Hebu kaa chini, mtumishi wa Mungu. Mweleze Mungu. Mwambie Mungu, nina 1, 2, 3. Unaendaje mahali pasipo kupelekwa? Anayekupelekwa ni Mungu. Utaendaje mahali pasipo kufikishwa? Atakayokufikisha ni Mungu. Utakachokifanya kile Mungu atajua kwa namna moja na kwa namna nyingine jinsi atakapokurudishia. Hebu nikupe ushuhuda moja wa baba yangu. Ni ushuhuda moja kubwa sana. Consideration kwenye sadaka. Umeondoka mahali fulani, aliondoka alienda sehemu fulani. Alihubiri Injili, alipohubiri Injili ndani ya wiki, na alipomaliza kanisa lilichukua kiasi cha shilingi milioni 1.2. Kilipomkabidhi kile kiasi cha shilingi milioni 1.2, nini kilitokea? Mtumishi wa Bwana, Mungu akamwambia hii si ya kwako. Unajua, unaweza ukafikiria, hata mimi nilifikiri pale Mungu anaposema hii si ya kwangu, wakati Mungu anajua mimi sina hela. Basi alichukua kile kiasi cha pesa akakirudisha. Mchungaji alishangaa sana. Mtumishi akamaliza, akafunga huduma, akapanda gari akaondoka. Alipofika, alipokuwa anaelekea kwenye makazi yake, ikapigwa simu moja na mtumishi moja, mtu tu wa kawaida, alipokuwa anahubiria ule Injili. Basi yule mtu akamwambia mtumishi, nimeguswa sana, moyo wangu unanisukuma zaidi sana kumtolea Mungu sadaka. Bwana Yesu apewe sifa. Alisema moyo wangu unanisukuma zaidi sana kumtolea Mungu sadaka. Maana yake moyo wake Mungu ameufanya uwe kwa namna hiyo, ili uweze kutimiza kile ambacho Mungu anakitaka timize. Bwana Yesu apewe sifa sana. Basi baada ya muda, yule mtumishi alituma kile kiasi cha shilingi milioni 10 na kwa yule mtumishi wa Mungu. Yule mtumishi wa Mungu akapokea kile kiasi. Sasa unataka uniambie wakati kile kiasi kinatumwa na kinapokelewa, that ilikuwa clear the gift from the God. Hicho ndio kile Mungu alichotazamia kumpa mtumishi wake kwa kazi aliyoifanya. Ndio kile Mungu alichotazamia kumpa mtumishi wake kwa siku ile. Lakini nataka niulize swali ambalo najiuliza siku zote. Laiti kama huyu baba yangu wa kiroho angekuwa mzito zaidi sana kurudisha kile kiasi cha shilingi milioni 1.2. Just imagine, think, Mungu angeweza kumpa kiasi cha shilingi milioni 10. Hebu kaa chini, watu wa Bwana. Tumsikilize Mungu kwa namna yoyote ile. Tusifanye kazi ya Mungu ili tulipwe. Tufanye kazi ya Mungu kulingana na maelekezo ambayo Mungu anataka tuyafanye. Naomba tusife moyo, watumishi wa Bwana. Hata kama tunapita kwenye changamoto kiasi gani,
tusielekeze akili zetu, mawazo yetu kwa wale tunaohubiri Injili kwamba wanaweza wakatupa. Tuelekeze akili zetu zote kwa Mungu. Wapendwa, tusikilize mafundisho ambayo tunasema yako katika mfumo wa Biblia. Neno la Mungu linahitaji nini? Neema ya Mungu kwa sana. Neno la Mungu linataka tukibebwa na mafundisho wa watu wa uongo. Na kwa nini tunabebwa na haya mafundisho? Kwa sababu hatuna Roho Mtakatifu. Tumebezi sana kwenye misingi ya dini. Leo hii watu wanazungumzia habari za madhehebu. That is not clear. Huu si wakati wa kuzungumzia habari za madhehebu. Ni wakati wa kuzungumzia habari za Bwana Yesu. Ni wakati wa kuzungumzia ni namna gani tunaweza tukafanya hii kazi ya Bwana. Ni namna gani tunaweza tukatimiza hiki Mungu anachokitaka. Lakini leo hii watu bado wanalumbana na madhehebu. Kwa tumebeba misingi ya kimadhehebu. Tumebeba misingi ambayo haimfurahishi Mungu, haimpendezi Mungu kwa namna yote, namna nyingine yote ile. Tumetekwa akili zetu na mafundisho potofu ya kimadhehebu. Leo ukienda huko anaongea hivi, leo anaongea hivi. Imetengeneza paka namna ya mazingira ya kuitwa waasi. Unapotoka dhehebu moja kwenda dhehebu lingine unaonekana wewe ni muasi. Rafiki yangu, nataka nikwambie sana, Mungu ana njia nyingi za kuzungumza na watu wake. Avoid hicho kitu. Unapomwona mtu afanya kitu moja mbili tatu, hebu kaa chini uulize Mungu, why this happened? Mungu atakupa majibu. Mungu wetu achelewe kukupa majibu. Anakupa majibu kwa namna na kwa haraka na kwa jinsi yanavyohitajika. Hebu tusiendelee kupotezwa na kwa mafundisho ya namna yote na mengine. Leo kuna watu wanashindwa kwenda makanisani kwa sababu ya sadaka. That is not clear. Makanisani tunaenda kukutana na Mungu. Hatuendi kwa sababu ya sadaka. Hatuendi kwa sababu basi eti ili tukutane na Mungu basi lazima tutoe kanisani kwa sadaka. Hapana. Unatakiwa utoe kwa jinsi moyo wako, jinsi Mungu alivyofungua. Na namna jinsi unapotoa ndio Mungu anakufungua moyo wako. Lakini ukiwa umekalilisha na huduma za kimadhehebu na huduma za kidini na mafundisho potofu ya watu, utakuwa unaenda kupoteza sadaka yako kanisani. Hebu msikize Mungu anahitaji nini kwa wakati huu, kwa wakati wa sasa. Tumekalili tu kuweka sadaka kanisani? Hapana. Mungu anaweza akasema, na chukua hiyo sadaka yako leo ipeleke wapi? Sehemu nyingine tofauti. Leo ipeleke kwa mtu fulani. Leo ielekeze kwa mtu fulani. Ndio kuna umuhimu zaidi wa kusikiliza maelekezo ambayo Mungu ametupa, ameachilia kwetu. Maana katika yeye, hiyo Wakolosai 2:9. Maana katika yeye unakaa utimilifu wote wa Mungu. Maana katika yeye unakaa utimilifu wote wa Mungu. Nini? Hebu mweke Mungu ndani yako. Utaona utimilifu wa Mungu. Mruhusu Roho Mtakatifu aingie ndani yako. Utaona utimilifu wa Mungu ndani yako. Mruhusu Bwana akae nawe ndani yako. Utaona mambo makubwa zaidi ndani yako. Utimilifu wote utakuja ndani yako. Kila mahali unapoona hapajakamilika patakamilika. Na kila jambo unalofanya ambalo unaona haliwezekani litawezekana. Kwa sababu aliyokaa ndani yako kila kitu kinawezekana kwake. Usiache hiyo. Usiache hiyo. Kaa naye. Kaa ndani yake. Kwa uaminifu wake. Ndani yake. Kwa nguvu zake. Utatenda na utasema kwa namna yake. Ukisoma ule mstari wa 10 kitabu cha Wakolosai, anakuambia na ninyi mmetimilika katika yeye aliye kichwa cha enzi yote na mamlaka. Rasha. Tuko mbele ya Bwana. Tumetimilika kwa sababu ya Bwana aliyekaa ndani yetu. Tumtafute Mungu. Tukae naye ndani yetu. Tutimize kile anachokitaka ili tuende zaidi. Tufike pamoja. Usisahau kwamba Bwana ndiye mchungaji wetu. Hatutapungukiwa na kitu chochote. Tunakaa kando ya maji. Kando ya maji. Kando ya vijito. Tunasitawi nyakati zote. Na tunakuwa wa kijani nyakati zote. Mungu wetu atubariki sana. Na Mungu aendelee kutubariki sana. Sijabeza utoaji wa sadaka. Sijasema usitoe sadaka kanisani. Nimesema msikilize Mungu juu ya sadaka yako ambao unahitaji kuipeleka mahali husika ambapo Mungu amekwambia. Usifanye tu vitu ili mradi kwa sababu watu wamesema hapana. Msikilize Mungu anachotaka nini ndani yako. Jina la Bwana libarikiwe. Nawe ninakuombea katika siku ya leo na kukufunika kwa damu ya Yesu Kristo. Mahali popote ulipo, nguvu za Mungu zikawe nawe.
wanaosafiri wote tunawafunika kwa damu ya Yesu Kristo. Rika sakatakarogoshagara basika. Nataka niseme kitu kimoja. Sifundishi hivi kwa njia hii ili kwa namna ya kutaka kufahamika. Sitaki kufahamika na mtu. Ninachoitaka ujumbe ukafike, uwafikie walengwa. Na ninasema ni njia ambayo nimetumia. Kuna watu zaidi ya laki. Kuna watu zaidi ya laki ambao wanapata ujumbe wangu. Kwa hiyo kupata ujumbe ni kuipeleka neno la Mungu zaidi mbele. Sitaki kufahamika. Sitaki watu wanijue. Nataka umjue zaidi Kristo. Angalia zaidi ujumbe. Usiniangalie Mungu. Mtafute Mungu zaidi. Kwa hili neno, kuna neno Mungu anasema nawe sasa kwenye moyo wako kwa wakati huu sasa. Sikiliza kwa makini. Tenda kulingana na jinsi Roho Mtakatifu atakavyoliachilia hili neno ndani yako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ili akubariki. Mungu akubariki. Amen.